Wao walisema kwamba wamekuja kuipunguza. Ina maana kukata mmoja kuruka mmoja. Lakini kama unavyoona mheshimiwa, ile eneo lote liko wazi. Kwa wamefanya kinyume cha utaratibu kwenye sababu mbili kuu za msingi. Kwamba kwanza wamefanya kinyume cha utaratibu tofauti na makubaliano ya mkutano, lakini kwenye mkutano hatujakubaliana wao waje kuvuna. Mlizungumza wapi kwenye mkutano wa hadhara? Mlizungumza wapi? Kwenye mkutano wa hadhara sokoni. Na klipu ipo hapa mheshimiwa. Sasa wananchi, ngojeni, kama mlizungumza haya yote anasema mheshimiwa diwani, kuna lipi geni ambalo leo limefanyika hapa? Kwanza kiongozi uweze kufanya kitu haujakubaliana na watu. Kama kiongozi unatuletea matatizo na mashaka katika uongozi wako. Hata kiakili, hapa unakoga watu. Mto wapo. Sehemu kama hii umekata miti, unafuga nyuki gani? Hata uwe mtaalamu namna gani? Hii sehemu pale kutoka pale mpaka hapa mita 60, uweze kuweka mradi. Tumeondoa mradi wa shule. Leo pana mradi wa nyuki unauleta huku. Kama mtaalamu mto ule pale. Sasa tumuulize mtaalamu wa nyuki. Kuna fedha zozote za serikali zinaingia sehemu hatarishi? Jamani, mimi kwa mwenyekiti wa chama hapa mradi wa nyuki tuliukataa hapa. Kwa sababu maeneo ya kule kuna mashamba ya watu. Hapa uwezi kufuga mradi wa nyuki, watu wakina mama wanafua, wanavuka, tuliukataa. Wakati niko Same kule, alinipigia simu Kevin akiwa na Abdalhamani kibarabara. Akasema bwana, mbona tulipatana kwamba tuna prune miti, nyinyi mbona mmeikata? Nikamwambia hapana. Mtaalamu wa maliasili alizungumza wazi. Alisema miti mingine inabidi fanye nini? Ipunguzwe kutokana na utaalamu wake. Mimi siwezi kumwingilia. Na hilo zoezi tulishawakabidhi kwenye vitu vitongoji wafanye nini? Wasimamie. Kwa hiyo niliwaomba kwamba msubiri mimi nirudi tukifika hapo tulijadili, kwa sababu alinipa hoja mbili. Kwanza akazungumzia miti imekatwa kinyume na makubaliano. Pili waliniletea hoja ya nini? Ya pesa iliyoingia iendane na nini? Na miti. Nikamwambia mimi niko mbali. Sipo eneo la tukio. Alafu kukadiria bei mimi sijui. Na ndio maana tumweka afisa maliasili, yeye ndo anajua nini? Bei. Hata hao wenye vitu vitongoji waliokuja, ukimwambia bei shilingi ngapi hajui. Wataalamu ndo watafanya nini? Wanakadiria. Kwa hiyo niwaambia mimi tafadhali naomba nije tuje tuliongee. Wakasema haiwezekani. Kesho tunaandamana tunaenda kwa mtendaji. Mkutano umefanyika au kufanyika? Umefanyika. Haya anayosema diwani mmejadili, hakujadili? Hatukujadili. Kwa hiyo mlichokubaliana ni kwamba miti ipruniwe, si ndio? Lakini isikatwe, si ndio? Mradi wa nyuki mmeukubali, si ndio? Tuliukataa, akasema kikao tutaitisha tena baadaye. Kwa hiyo mradi ulikataliwa, tuliukataa. Mkasema mmoja tena itaitwa tena baadaye, si ndio? Kwa tunashangaa tena kuja kwenda vizuri. Lazima tukiri kuna mambo hayakwenda vizuri. Ukisikiliza huu mjadala, tukiwasikiliza wananchi, tukiwasikiliza viongozi kwa maana mheshimiwa diwani, tukiwasikiliza wenzetu wa maliasili, kuna pahala mlikosana. Na matokeo ya kutokukaa chini kuzungumza na kukubaliana ndio hasara hii ambayo mmekwenda kuingia leo hii. Kwa hata kuaminiana kwenu kumekuwa kudogo mno. Kwa sababu leo hii kila mmoja anakwambia aina ya mti huu unauzwa sui kwa nini? Kwa square meter, si ndio? Kwa hiyo kila mmoja anasema kwa 15,000 haiwezekani bwana. Sasa ukweli na uongo wanajua nani? Waliouziana. Aliyeuziwa na waliouziana. Kinachofuata ni nini sasa? Mimi sina utaalamu. Sababu mimi sio mfalme Jozi kwamba kazi yangu kuagua. Kwamba fulani alichukua kiasi fulani, hiyo sio kazi yangu. Lakini tumepewa watu wenye utaalamu wa kufuatilia mambo haya na kujua na kuchambua na kutushauri nini cha kufanya kisheria kabisa. Kisheria, lakini vile vile wao wana utaalamu zaidi. Sasa mimi kwenye hili maelekezo yangu naielekeza TAKUKURU ije ifanye uchunguzi wa jambo hili. Kwa hiyo taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa watakuja sasa hapa, watafanya uchunguzi wa kina kabisa ili kupata ukweli wa nini kilichojitokeza, na watakapomaliza kazi yao, kwa sababu watakuja na mapendekezo na watatushauri, na sisi tutarudi kwa wananchi kuja kuwaeleza kile ambacho kimebainika. Sawa. Sasa niwaombe
tuwe wavumilivu, tuvumilie, tuviachie vyombo vifanye kazi.